Hivi unajua unaweza ukatumia mtandao wa 3G au mnara wa 3G kwenye router yako hiyo hiyo moja ya 4G au kama ni 5G. Hii inawezekana vipi? Sasa leo nitaenda kukuelekeza jinsi gani unaweza ukatumia mnara wa 3G. Kwamba router yako inatumia 4G au 5G, lakini mazingira uliopo kidogo mtandao uko chini, basi unaishusha unatumia 3G. Leo nitaenda kukuelekeza kupitia router ya Tigo hii ya 1,500,000. Router ni shilingi 1,500,000, alafu kila mwezi unakuwa unalipia shilingi 70,000, sawa? Kabla ya yote hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya YouTube kwa majina ya Wagirimbe Digital Hub Company Limited, ili usikose updates kama hizi kila tunapoziweka. Twende pamoja. Kwenye browser yako hakikisha umeconnect wifi yako na kifaa chako, ila ni PC au ni simu. Sasa mimi leo nitaenda kutumia PC. Hakikisha unaingia Google Chrome. Utaingia Google Chrome kama hivi ambapo mimi nimeingia, utaandika hizi IP address. Utaandika IP address ambazo ni 192.168.1.1. Utasearch hapo hizo IP address. Kisha search IP address hizo utakuletea interface kama hii, utaweka neno admin. Hiyo ndo password yako na username. Admin. Hizi ni details za kila router yoyote admin. Utaweka admin hapo, alafu uta search au utabonyeza sign in. Baada ya hapo itafunguka hii hapa page kama hii hapa. Hapa itakuwa inaonyesha jina, hapa itaonyesha idadi ya vifaa vilivyounganishwa. Lakini pia itakuwa inaonyesha hapa iko connected, manake connection status. Hapa ina zingine ambazo kwa sasa tutatumia. Sasa hapa tunaenda kuelekeza na vitu vitatu mpaka vinne. Hatua ya kwanza tuanze na jinsi ya kushusha mnara kutoka 3G na kutoka 4G kwenda 3G au kutoka 3G kwenda 4G. Unafanya hivi, utakuja hapa, ukiwa kwenye home hapa, kuna sehemu imeandikwa internet hii hapa. Utabonyeza internet, itakuja kama hivi. Unaona kama hapa mimi hapa kwenye network mode. Network mode kwa maana mimi natumia 3G on hapa. Umeiona hiyo? Sasa hapa utabonyeza kwenye hiki kimshale, kisha bonyeza hapa. Hizo unataka kupanda kwenda 4G, utabonyeza hapo, alafu utabonyeza save. Sawa? Utabonyeza kama hivyo, uta save. Kisha save kama hivyo, utakuwa umeshatoka kwenda kwenye 3G umeenda 4G. Sasa hapa mimi nataka nirudi 3G, ndo naitumia hapa ambao kwangu iko speed fresh zaidi. Kwa hiyo nitarudisha hapa kwenye nini? Kwenye 3G. Kama nimeshamaliza kama hivyo. Hivyo tu, hamna setting nyingine hapa. Baada ya hapo, twende kwenye sehemu ya kubadilisha password, kuangalia idadi ya watumiaji na kuwazuia pia. Kuwazuia kwa maana kwamba wasiweze kuaccess router yetu bila ruhusa yetu. Sawa, hatua ya kwanza utakuja kwenye sehemu ya wireless. Ndio sehemu ya wireless hapa, ukishafika sehemu ya wireless hapa, utashuka chini, utakuta hapa imeandikwa jina fulani la router yako. Kwa mfano hii hapa inakuwa R, inaanza na jina la R. Inakuwa inaandikwa R, inakuwa R023. Kwa hiyo hii R023 kwa router ya Tigo. Sasa hapa nazungumzia router ya Tigo. Utakuja uifute, alafu utaandika jina lako kama mimi nilivyoandika hapa juu. Sawa? Alafu hapa chini utaandika password yako. Utaifuta ile uliyoikuta, utaandika hiyo unayohitaji wewe. Hapa hivi ni kama labda unataka password yako yani router yako isiwe na password kabisa, utaweka nani. Alafu kisha save, utabonyeza okay. Sasa mimi nataka iendelee kuwa na password, kwa nitaiacha hivyo hivyo. Kwa hapo ndo jinsi ya kubadilisha password hapa. Sawa? Kwa hiyo uta save. Baada ya hapo itakutoa kwenye hiyo wifi yako, uta connect upya kwa kuweka hiyo password. Hatua nyingine ya tatu, twende kwenye sehemu ya router hapo. Ukibonyeza sehemu ya router hapa, kuna kipengele cha reboot na kuna restore. Kwa maana restore hapa, restore factory settings, kwa maana kwamba ni kama hii router yako unaianzisha upya, kufuta zile settings zote, inaanza kama ilivyotoka kiwandani. Sawa? Lakini kwenye reboot hapo, ukibonyeza reboot maana yake unaiwasha router yako, yani unaizima router yako na kuiwasha tena. Au tuseme kwa lugha nyepesi ni kurestart, ndio sehemu ya reboot. Lakini restore, ukibonyeza restore maana yake router yako unaifuta kila kitu, inaanza kama ilivyotoka kiwandani, maana yake itaanza settings zake upya. Sisi tumeelewana mpaka hapo?
Sasa tukija hapa kwenye wireless. Rudi kwenye wireless hapa. Kisha rudi hapa kwenye wireless, hakuja sehemu ya advanced settings. Hapa advanced settings. Kisha kika kwenye advanced settings hapa tunaenda kuset idadi ya watumiaji, na kama unavyojua hii router ya 1,500 inaunganisha hadi vifaa au simu au idadi ya watu 32. Mfano ukibonyeza hapa chini utashuka mpaka namba ya mwisho ni 32, hawezi kuzidi hapo. Kwa zipo kubwa zile zinaenda mpaka 64. Kwa hapa kwa mfano mimi idadi ya watumiaji niloweka ni 3. Kwa maana mimi sitakiwi kuzidi watu 3. Mfano nataka nifupe mfano mmoja hapa. Kwa mfano nimeweka idadi ya watumiaji ni 2. Au tuseme nimeweka 1. Sawa? Nimeweka idadi ya watumiaji 1. Shaweka idadi ya watumiaji 1. Sasa iko connected tayari. Iko connected tayari na mtu wa kwanza. Sawa? Hata tukija hapa hivi tuangalie hapa nimeshaweka idadi ni mtu mmoja, kwamba router yangu ita connect mtu mmoja tu. Huyo wa pili hata ukimpa password hawezi ingia. Unaona hapa connected device ni 1. Sasa tunaendaje kubadilisha au tunaendaje kupata faida kutokana na hiyo setting? Hiyo setting faida yake iko hivi. Unaona hapo iko 1. Sasa nataka ni connect device ya pili. Na hapa ni connect PC ndo device ya kwanza. Hapa nataka ni connect simu kama device ya pili. Sawa? Sasa angalia majibu yake itakao niletea. Unaona? Angalia majibu yake itakao niletea. Angalia majibu itakao niletea. Kwa hiyo ngoja hapa ifunguke simu yangu hapa. Umeona? Hapa nimeconnect nani ya pili. Simu ya pili nilikuwa na connect hapo simu ya pili. Hata nikijaribu kubonyeza hapo itaniambia access point temporary full, kwa maana imekuwa full. Sawa? Sasa nawezaje kuruhusu hapa ili niweze kuingia au niweze kuconnect simu yangu? Ni mpaka nije hapa. Sawa? Utakuja uweke hapa idadi iwe 2. Idadi nitaweka 2, alafu nitasave. Nikisha save kama hapo, basi hapa itaniruhusu mimi kuingia. Ngoja iload hapo ili mimi hapa itaniruhusu kuingia kama mtu wa pili. Kwa hiyo nikishaweka kama hivyo mtu wa pili, mtu wa tatu naye hawezi kuingia, ni mpaka nije nimpe nafasi hapo. Kwa hiyo mimi nitaconnect kama hapo hivi. Unaona connected tayari. Hata hii ya pili ambayo ilikuwa nasema access point temporary full, unaona iko connected kama unavyoangalia hapo. Kwa mpaka hapo tuko live. Sawa? Kaka hapo na watu na imekuwa iko fresh. Kwa hizo ni settings za msingi ambazo ilikuwa nikuelekeze kwa siku ya leo. Lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa ajili ya kupata updates kama hizi punde tunapokuwa tumezipost. Round nyingine au wakati mwingine au clip inayofuata tutaelekezana na router nyingine nitakayokuwa nayo karibu kwa wakati huo. Sawa? Kwa hiyo router hii kama unahitaji router hii ni shilingi 1,500 inaunganisha vifaa mpaka 32. Kila mwezi unakuwa unalipia 70, kifurushi cha bila kikomo mwezi. Mpaka hapo niseme bye bye.